Crestline TV. Crestline TV. Yo guys, mambo vipi? Kama kawa naendeleaje na familia, na mimi wote tuko fresh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuirudie ni hii hapa Crestline Media, Nigo Media TV. Agosti leo 22, 2026. Leo ni Saturday, siku ya 6 kabisa. Natamani tupige story na bidada ambaye tayari Crestline Media tushawahi kukaa naye tukapiga na story kaza wa kaza ambazo na mimi pia kama mtazamaji na mpenzi wa story nzuri za nyumbani kwetu Nyarugusu uliweza kufurahia. Tumeirudia siku hii kwa maana ni muhimu pia kwa yeye kuweza kuchangia baadhi ya mambo ambayo tayari hapo kwenye mitandao ya kijamii kulingana na mtafaruko au mwenendo wa vijana na wadada. Nikisema vijana namaanisha upande wote, wanawake na wanaume. Kwa upande wa hapa nyumbani kwetu Nyarugusu, jiunge nasi. Sky Tommy, mambo vipi? Poa. Endeleaje? Namshukuru Mungu. Habari za asubuhi tena, familia ikoje nyumbani? Familia haijambo. Yeah. Za siku nyingi. Niko poa tu. Michongo inakuaje mwanangu, kutoka na kuingia make na siku sana nilikuwa sikuoni kwa umeenda nje nini? Yeah, nilikuwa sipo. Bishi ilikuwa nini nilikupeleka kule? Nilikuwa tunaenda tembea. Kwa dili yoyote ile? Mnanijisikia tu kutoka kidogo. Tuanzie hapo kwenye kujisikia kutoka vipi? Ishu gani hasa au namna gani au kitu gani kilijaa kutaka kusema kwamba naondoka nitoke kwanza nje ya kambi kidogo, kuwa kuna shida huko au ni vile tu mikakati yako ilikuwa kama hivyo? Mara nyingi huwaga najisikia sana na nikiamua hata sasa hivi nadhani nikasafiri tuko ni vitu ambavyo nishajijengea. Yeah. Basi tuirudie interview ambayo tuliweza kufanya siku ile. Nafikiri tulikuwa na moja kati ya story ambazo ziliweza kuwapa watu mwenendo mzuri wa kuishi kwenye jamii. Rose, natamani tupige story tena, tuirudilie tuweze kuchangia kulingana na vijana wetu wa hapa wanavyoishi mwenendo wao. Nianze moja kwa moja. Rose, kwa mtazamo wako, vijana wa kiume wa Nyarugusu wanakabiliwa na changamoto zipi kubwa zaidi kwa muono wako? Kwa muono wangu nadhani nikasema changamoto 2 au 3. Kwa maana kwanza vijana hapo kwetu kambini walo wengi hawajielewi. Nikisema hawajielewi ni kusema kwamba wengi wanapenda kutumia vilevi. Na kwenye maisha ukitumia kilevi kama mwanaume ambao unategemea na familia kesho na kesho yake, hawezi jiongoza kwa lolote. Kwa ndio inapelekea vijana wengi wanaharibikiwa na wanashindwa kufanya nifanye nini ili niendeshe familia. Ndio hivyo. Ya pili, sababu haipo? Sababu ya pili, kwanza vijana wetu wa kambini wanaoa bila kujipanga. Kwa sababu alisikia kaka yake Rose kaoa, acha na mimi nioe. Kwa wajui kaka yake Rose ana nini, lakini waliona tu kwa sababu aliacha na mimi nioe, wanaoa na hawajajipanga. Okay, kwanza nirudie kauli yako ya kusema kwamba vijana hawajielewi, kudai kwamba wanatumia vilevi na sababisha wenyewe kutoka kwenye mstari. Unahisi sababu ni nini mpaka vijana kwa upande wa kiume, vijana wa kiume namaanisha, waweze kukutwa au kukumbwa na shida kama hizo? Hawajisimamii, ni kukosa msimamo. Maana wakijisimamia na wanaangalia nini cha kufanya, hawatatumia pombe. Wanaweza kutumia lakini wakatumia kwa mipaka. Hawajisimamii. Yeah. Ili mwanaume ajisimamie inabidi awe vipi? Inabidi akutane na mtu gani au aweke misingi gani ili aweze kujisimamia? Inatakiwa kwanza ajipange kwanza kimaisha. Ajipange kwanza na sasa naweza nikasema kwamba labda wanakutana na watu wengine hawanaga mashauri mazuri ya kuwashauri ili wasimame kwenye msimamo. Kwa mfano unaweza kukutana na mtu, yule mtu anategemea atamshauri, kumbe anategemea mpeleke wapi? Kwenye vilabu vya pombe. Kwa wenyewe tu ajisimamie, tunaangalia nini na nitakachokifanya ili kesho yake nitengeneze familia yangu iwe bora zaidi. Na upande pia wa kuoa na kuolewa, kwa maana inatokea wote, wanaume na wanawake, ndoa zimekuwa ambazo hatutarajii lakini zinatokea. Vipi Rose, unaweza kutia neno gani hapo kwa wale ambao wanakurupuka kuoa? Wale wanaokurupuka kuoa ni mkumbo. Ila kwa wanawake
ni wazazi wao ndo wanatuma watoto wanaolewa hovyo. Ni wazazi, maana mzazi ukisema mtilie mtoto wako bidii, umpeleke shuleni, yaani umtie kwenye bidii ya kitu fulani hivi, hawezi akakurupuka kuolewa haraka. Maana ukiangalia sasa hivi hapa kambini, unakuta mkaka wa miaka 18 anaoa binti mdogo ambaye anaweza kakaa shuleni miaka 12, 13, sielewi, anaolewa. Kwa mimi hiyo kitu ni wazazi, naweza nikasema ni wazazi ndio wanafanya hivyo. Na unahisi sababu ni nini mpaka wazazi na wenyewe pia washindwe kuwaweka watoto kwenye misingi mizuri ya kuweza kustawi kwenye jamii? Ni vile wazazi tu hawapendi kuwasimamia wanao tu. Wangewapeleka shule na wala wangewatafutia majukumu vidogo vidogo wafanye, hawezi wakaolewa. Kwa hiyo ni wazazi ndio wanasababisha wanao wanaolewa hovyo. Okay. Na hivi Rose, unafikiri kwa nini baadhi ya vijana wa kiume wanapoteza mwelekeo wa maisha wakiwa bado wadogo sana? Nadhani nikasema labda mazingira yakuwa magumu. So kila mtu ambaye kwao kuna nafuu ya kifedha au kuna nafuu ya, maana hapa kambini kwetu kuna watu wengi wanahangaika, na sio kila mtu ambaye yuko na pesa, sio kila mtu ambaye yuko ukizaliwa kwenye familia ambayo ni ya chini sana, natakiwa uwe nje ya uwezo wako, wala nje ya maisha tu, yani uhangaike vile. Na wale ambao wanasema kwamba ni ukosefu wa fursa, that's why vijana wengi hawapati nafasi ya kuweza kupambana. Vipi, unahisi labda ni ukosefu wa fursa au ni hawajui kuzitumia fursa zenyewe ambazo zipo hapa? Naweza nikasema kwamba hawajui kuzitumia. Maana unaweza ukapata fursa kufanya kitu fulani na ukaichezea na ukabaki hivyo hivyo, ukabaki unateseka. Kwa wanazichezea wenyewe tu, hawajui nini cha kufanya, ndio maana wanahangaika. Kwa maoni yako, kijana wa kiume anatakiwa kufanya nini ili kujenga maisha yake hata akiwa kwenye mazingira magumu? Cha kwanza natakiwa uzoe ile sehemu ambayo unaishi. Uzoe kivipi? Yaani sio kama mimi naishi huku kwetu, natakiwa nizoe mazingira hapa kwetu. Maana siwezi taka maisha ya kifahari wakati mimi hapa kambini hayaruhusiwi, wala yaani ipo nje na uwezo wangu. Kwa kile kitu ambacho namiliki kile, kiwe nini natakiwa yaani ukubaliane nacho hivyo hivyo. Usitake tamaa na usitake vitu vya fashion sana na wakati mazingira yaruhusu. Kwa kile wanachokipata na wanachofikiria ndio wafanye hicho hicho, hapana kukia tamani vitu ambavyo vipo nje na uwezo wao. Kwa upande wa mahusiano, unafikiri ni changamoto gani kubwa ambayo inawakabili vijana wa kiume wa Nyarugusu? Upande wa mahusiano? Hapo sasa, maana mambo ni mengi tu, wavulana wetu ninyi mna mambo mengi. Mna mambo mengi kwa nini? Kwanza vijana nyinyi mna tamaa. Naweza nikasema mna tamaa kivipi? Unaweza ukawa na mpenzi au mchumba na huyo mtu ambaye unaficha naye, baada ya siku 2-3 ukiona gauni lingine linapita au nini, unasolika yule mtu ambaye una malengo naye. Unafuata yule ambaye anapita leo au kesho. Kwa mnachanganya wenyewe tu, hamjisimamii vijana wetu. Kuna nyingine tofauti na hiyo? Changamoto nyingine wacha niachie hapo tu. Endelea nakusikia. Mnaweza niachie hapo. Kwa nini? Kuna kitu kinanikaa. Acha niache. Okay, endelea tu nakusikia, upo free kuongea. Naishi hapo. Okay. Na Rosie, unaona wanawake wana nafasi gani katika kuwasaidia vijana wa kiume kujenga maisha bora? Wanawake wana nafasi gani kusaidia wanaume? Kwanza atamsaidiaje asipokuwa mke wake? Si anaweza kumsaidia wakiwa mke na mume ndio wanasaidiana. Lakini siamini kama wanaweza, inawezekana wakasaidiana na bado ni wachumba. Inawezekana, lakini kwa hapa kambini ni vigumu.
Kivipi? Na kwa nini? Ni vigumu kwa sababu kwa upande wangu mimi siwezi nikasaidia mtu ambaye nipo naye kwenye mahusiano. Nimsaidie tu from nowhere. Sasa akiniacha. Ndio hivyo mimi siwezi kwa upande wangu lakini. Kwa vijana au kijana wa kiume namaanisha, ni wajibu gani katika kuwaheshimu au kuwaunga mkono wanawake? Kijana wa kiume ana wajibu gani kwenye kuwaheshimu au kuunga mkono wanawake? Ana wajibu gani kuheshimu mwanamke? Kwanza heshima inatokana na mtu mwenyewe. Heshima inatokana na mtu mwenyewe. Hauwezi sema ukiheshimu mtu hivi tu unamwona mtu ni wa ovyo ovyo sasa umpe heshima ya nini? Kwa hiyo unaheshimu mtu jinsi alivyo. Okay. Yeah. Sawa, na swala la natamani tulichangie bwana, nimesikia sasa hivi. Hivi nani ana wajibu mkubwa sana kwenye mahusiano kumpigia mwenzake simu? Mwanaume. Kwa nini wewe mwanaume? Asi kwa sababu ndo ana haja na mimi. Yeye ndo ana haja na mimi, anatakiwa nitafute. Yeah. Kivipi? Kivyovyote tu maana alinitaka yeye. Kwa mimi nilichangia tu kumtaka, kumpenda, kuishi naye. Lakini wajibu wake kunipigia simu ni yeye. Mimi siko hivyo. Mimi sipigi mwanaume simu kabisa. Yaani hata niishi na wewe miaka mingapi, siwezi nikakupigia simu. Okay. Yeah. Okay, kama ungepewa nafasi au kuzungumza, ungewaambia nini vijana ambao wamekata tamaa kwa sababu ya maisha yao hayajaenda kama alivyotarajia? Hapo hawana msimamo. Maana kwanza mimi maisha yangu naweza kukataa kivipi kwanza? Na wakati najisimamia nafasi yangu. Hawajajisimamia. Yeah. Basi unafikiri vijana wa kiume wenye wanapaswa kulaumiwa kwa baadhi ya changamoto zao, au ni mazingira ndio yanawasukuma katika kupotea au kupoteza mwelekeo katika maisha? Kinachofanya wapoteze mwelekeo, wanapaswa kulaumiwa kweli kulingana na wanachokifanya, au ni maisha ndio yanasababisha wenyewe kuelekea katika kitu ambacho ni sahihi kwenye maisha yao? Wanaweza wakalaumiwa na wasilaumiwe. Kwa nini wasilaumiwe? Kwa sababu tukiangalia mazingira hapa kwetu, kwanza hapa kambini hakuna kazi. Hakuna kazi yoyote ile. Tunaweza tukawalaumu na muda mwingine tusiwalaumu, maana hapa hakunaga kazi ya kujitegemea eti mwanaume ana kazi. Unaweza ukapata kazi kwa mwezi ukalipwa 30,000. Imagine nyumbani mpo watu zaidi ya 10. 30,000 haina kitu. Ya kwa tunaweza tukawalaumu na tusiwalaumu. Na kuna wengine wanapotea kufuatana na walivyo. Wengine hawajielewa, hawajisimamii, wako tu. Na wengine ndio hao wanasema kwamba hawezi wakalaumiwa, maana mazingira yenyewe hapa kwetu hayaruhusu kabisa. Yeah. Basi sawa, kwa maneno machache kwa nakutazama, lakini wote ambao wanatamani kuweza kupambana upande wa kiume na upande wa kike wote, unaweza kuambia maneno machache? Wanawake wenzangu naweza nikawaambia kwamba kwanza kinachotuma mtu apambane vizuri, atulie kwanza. Wewe unatulia. Mwanamke si unajua sifa mwanamke ni kutulia. Wewe unatulia, ukitulia unaweza kupata mtu yote yule anaweza kukusaidia na asiwe hata ndugu yako. Tujaribu kutulia, tujaribu kurudia nafasi yetu kwanza. Kama wanawake tujiheshimu na tutulie. Tunaweza tukasaidiwa na mtu yote yule. Na pale wanaume nao wazidi kupambana. Maana hawezi kukaa tu hapa hivi jinsi ninavyokaa hapa na kuna kuja mtu anakia wewe chukua 5,000 amelia familia, haiwezekani. Wajitume kwa njia yote ile. Nashukuru pia kwa muda wako. Asante pia. Crestline TV. Crestline TV.